tukabuni shughuli mpya za kiuchumi, sio kubuni ushuru mpya kwa watu wale wale. Tunataka sisi watakao sana tufanye kupunguza hayo matozo na maushuru ili watu wafanye biashara zaidi. Yaani sio kama mpe nafasi akuze biashara, badala kuminya sasa kwa matozo. Hii ni kitu muhimu sana. Tukiweza ndugu zangu, tutakuwa tumebadilisha halmashauri zetu kutoka kuwa vituo vya kukusanya ushuru kwenda kuwa injini za kiuchumi. Nikishamaliza upande wa serikali, sekta binafsi na nyinyi mnalo nafasi yenu. Sekta binafsi lazima ije mbele. Mageuzi haya ambayo tunayafanya hayawezi kufanywa na serikali pekee. Nataka niwaambie, sisi kwa upande wa serikali, kwa maelekezo na uongozi wa Mheshimiwa Rais, tumejipanga na kwa kweli tunabadilika. Hata tulivyokuwa miaka 5 iliyopita ni tofauti na leo. Watumishi wanabadilika. Hatujafika pazuri sana, lakini tunazidi kuboreka. Na naamini katika miaka 2-3 hii tutazidi kuimarika. Lakini sasa upande wa pili, kwa upande wenu sekta binafsi, lazima na nyinyi mjipange katika mambo mengi. Lazima mjiulize maswali yafuatayo. Moja, mnataka kuwekeza nini Songwe? Niko hapa mfano hapa. Lazima muwe na wivu. Mambo ambayo msipaswa kufanya nyie inafanya serikali kwa sababu gani? Basically, jambo lolote ambalo lina nafasi ya kuzalisha biashara inapaswa kufanya sekta binafsi. Kazi ya msingi ya serikali duniani kote inajulikana. Namba 1, ulinzi na usalama. Hiyo hatuwezi kuomba mtusaidie. It is our job. Namba 2, law and order. Kutunza sheria za nchi. Hilo ni jukumu la serikali. 3, kutoa huduma za jamii. Hatuwaombi hapa mkajenge mashule. Ukijenga sawa. Lakini haitatokea hata siku moja serikali ikisema, sasa mashule tumeyachoka. Hiyo ni jukumu la msingi. Afya, elimu, maji. Haya ni mambo ya msingi ambayo serikali itayabeba. Namba 4, kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria kuhusu uwekezaji na kufanya biashara. Hiyo serikali itafanya. 5, kujenga miundombinu ya kiuchumi. Ndio maana tunajenga ma SGR, tunajenga ma airport. Hamna anayeomba mkajenge airport ya Songwe, tunajenga wenyewe. Lakini tukishajenga airport ya Songwe pale, hatutarajii serikali kauze chai pale Songwe kwa airport. Sisi kazi yetu kujenga miundombinu ya kiuchumi. Tumejenga SGR hapo, training peleka mpaka Kigoma tuipeleka. Lakini watarajia huko ndani mambo ya operation, sekta binafsi lazima iingie. So haya ndio majukumu 5 ya msingi ya serikali yote duniani. Sasa ya 6 tunajiongezea kupitia mashirika yetu ya umma. Tunaweza kufanya biashara katika maeneo fulani. Ndio maana serikali inaendesha ndege kupitia ATC. Kwa sababu inahitaji uwekezaji mkubwa wa muda mrefu. Na faida ya ndege ni zaidi ya biashara. Faida ya ndege inatambulisha taifa, ile simbo kwamba Air Tanzania. Tena unajua ukiwa hapa huwezi kujua, lakini nenda huko nje. Ukienda huko nje nilikuwa juzi na St. Petersburg, unaona pale imeandikwa Air Tanzania. Yaani tu ndani ya moyo unajisikia tu raha. Si ndio bwana? Ni utambulisho wa kitaifa, wa kiuzalendo, lakini inatusaidia mambo ya utalii na kadhalika na kadhalika. Sio? Kwa hiyo inaweza kaingia serikali kafanya katika maeneo kama hayo kupitia mashirika yetu ya umma, tunaendesha bandari na kadhalika na kadhalika. Hiyo inakuwa ni jukumu la 6. Lakini mambo mengi ni hapa kama mfano. Hivi kwa nini tunataka serikali iendelee kujenga stendi za basi? Iendelee kujenga masoko. Ambapo haya ni mambo ya biashara za wazi kabisa. Kujenga magala. These are obvious things ambazo sekta binafsi inapaswa kufanya. Kwa hiyo tunakuja kwa upande na nyinyi. Hilo ni eneo la muhimu sana. Mnapaswa kukua kweli, kanuni gani zinawakwamisha? Changamoto gani za kifedha mnazo? Ni masoko gani mnaweza kufikia? Lakini mnao jukumu pia la uadilifu. Tumeandika kwenye ile ndani yetu. Maadili na uadilifu. Fanya biashara kihalali
biashara ambazo zinaruhusiwa kisheria, lipa kodi ya serikali. Kwa majina naitwa Christopher Lusoko ambaye ni mkazi wa wilaya Mbozi, mkoa wa Songwe. Kwa sekta binafsi, kitu ambacho kinaweza kusababisha tushindwe kuweza kufikia malengo yale ambayo yamekusudiwa kulingana na dira inavyosema kwamba imetupa kipaumbele sana sekta binafsi kwa ajili ya kutekeleza mambo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Kitu mojawapo ni kwamba kuna miongozo ama sera mbalimbali ambazo unakuta serikali inapanga ama inaamua kuzifanya, inashindwa kushirikisha hizi sekta binafsi, kwamba ile mipango ambayo wanakuwa wameiandaa ni muhimu ikaweza kutushirikisha kama sekta binafsi, kwamba labda ni sheria tunaenda kuiandaa hii ambayo itatuongoza kulingana labda na utekelezaji wa mipango mbalimbali ya serikali. Pale ambapo itakuwa imeshirikisha wadau mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji, hiyo linaweza kutusaidia sana. Lakini inapokuja serikali yenyewe inakuwa imeshapanga tayari, sisi ni kwanza utekeleza, wakati wao hawajasikiliza maoni ya sekta binafsi, hiyo kidogo kiutekelezaji inakuwa ngumu. Lakini kitu kingine pia, kama serikali jitahidi kutengeneza mazingira ambayo ni mazuri kwa sekta binafsi ili waweze kufanya kazi vizuri, kama ni uwekezaji ama kwa namna yote kuboresha yale mazingira. Nimefurahi Mheshimiwa Waziri anasema kwamba kuna 5% zinakuwa zinatengwa ambazo zinarudi kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya maeneo yale ambayo sekta binafsi wanawekeza. Hilo jambo nimelipenda sana, lakini kikubwa watengeneze mazingira ambayo ni mazuri zaidi na kuweza kushirikisha hizo sekta binafsi katika kuweza kufanya maamuzi ya zile sheria ambazo nitakiwa zifuatwe. Kipindi hiki mimi na washauri watunga sera, cha kwanza kabisa, kwa sababu kikubwa zaidi natakiwa sera ianze ndo sheria ifuate, sababu mkubwa ni sera. Maana yake ni kwamba inatakiwa hao watunga sera washuke huku chini, wakutane na sekta binafsi, waweze kuzungumza nao kila ambacho wanatamani kingefanyika, wasikilize nao hawa sekta binafsi kwamba wanasemaje kuhusiana na hivyo vitu, kwa sababu inawezekana wakawa na mawazo mazuri zaidi kuliko wale wataalamu ambao wapo kule wizarani. Asante sana. Naitwa Quentin Claudi Kayombo, Mheshimiwa Diwani, Halmashauri ya Mji wa Tunduma, kata ya Uwanjani. Na nafasi zetu sisi kama watunga sera kupitia hii mapokezi na mpango wa dira 2050, jambo la kwanza kabisa kwetu sisi watunga sera ni kutoa elimu kwa wananchi wetu. Jambo lolote unalotaka liwe na mafanikio makubwa ni kutoa elimu kwa wananchi, kuhakikisha wananchi wanaelewa lakini ni mambo gani wanapaswa kuyafanya baada ya haya maandalizi haya. Lakini unaona ufunguzi leo umefanyika katika mkoa wa Songwe na tumepewa nafasi ya kipaumbele sana, ni kwa namna ambavyo yeye amekwisha kujua kwamba mkoa wa Songwe tumejiandaa kupokea huu mpango, lakini na kwenda kutoa elimu kwa wananchi wetu, hatimaye kizazi kijacho kiweze kuona na kujua nini ambacho sisi tumekwisha kukiandaa kupitia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza sekta binafsi wamechukua nafasi kubwa sana katika utungaji wa sera hii ya 2050. Wana 70% ya utekelezaji. Kwa hiyo tunaona mzigo mkubwa umeelekea kwa watu wa sekta binafsi, na sisi tunasema kwa kipande kilichobaki cha 30%, jukumu letu kubwa ni kuzingatia yale yote yaliyoko kwenye kile kitabu kinachotuongoza na sisi kusimamia, kutekeleza, lakini maeneo ambayo tunafikiri labda yanaweza yakaleta ukakasi, basi nasi kazi yetu ni kutoa ushauri kwenye serikali na kuhakikisha jambo linapokwenda kwa wananchi basi lifike sawa na mahitaji yanayowapasa hao wananchi.